Hao walisema wanakuja watu wanne, wanakuja watu 25. Ona keja, angalia hii mess yote. Kuna watu I feel like they need to grow the fuck up. Hawa watu wenye wanakuaga na biashara za BNB. Nimeona so many video clips zikitembea online wenye BNB wakicomplain ati client alikuja akaacha mess kwa nyumba. You grow the fuck up, bro. You're supposed to love your job. Ama love your job in it. Juu sasa I don't understand why you feel like you need to keep posting for us. Ati ukituonyesha vile ati client wako aliacha nyumba. Kwani hata kwa room tuseme hata achana na BNB kwa room. Kwani mimi sijawahi lala room any when I'm away tuseme wakati ngua marketer. Mimi sijawahi lala room nikasikia mtu anaamka kuosha room ulilala. Si unaamka unaacha. What the fuck? Ama unaamka room unaanza kutandika kitanda ya room. Si ukitoka wanafaa kukuja wachukue hizo mashuka ndo waoshe. So it does not matter umeziacha kwa floor, kwa kitanda, ni chafu, mnafaa kuosha. So I don't understand why unakuja kutuzumia ati aliacha vyombo kwa sink, wakaacha vyombo kwa meza. Bro, mtu anafaa kuamka kuosha BNB. Aiache vile alipata, hata wafue mashuka na blanketi na duvet na kila kitu. Ama you grow the fuck up, you people. It's your job, bro. Ama sio hivyo. Kama sio hivyo fanyeni hivi. Wachani niwaambie baada ya kushinda mkicomplain. Kama maybe as long as inaitwa nini? Si damage mtu hajaharibu. Hakuna damages kwa BNB. Hawajavunja vyombo. Hawajakuvunjia kettle ina work. Stima switch zote ziko intact, mataa ziko intact, everything is okay. It's just that mess kikombe iliacha huko. Mara walipika wakaacha sufuria kwa sink. Of course bro. Kwani walifaa kukuja huko kufanya kazi ya nyumba? Sasa baada ya kushinda mkicomplain, if this work is too difficult for you guys, fanyeni hivi. Wekeni charge ya kuclean kwa hiyo nini, kwani ninyi huwa mnaosha? Hata wakaacha nyumba intact na vyombo ziko kila mahali, bado hiyo nyumba sitaoshwa masuka nini? Kuna ule mama unakuwa umelipa wa kuclean hizi BNB, si ndio? Atakuja na ata clean. So I don't understand mbona mnaifanya issue kubwa. Kusha mkitumulikia ati look, they left this there, they left this there, they were so many. Nimeona mwingine ati akicomplain hapa ati akisema ati they booked walikuwa 4. Kumbe walikuja wakiwa 25. Bro, nimekulipa room. Stop being so nosy, bro. Mind your fucking business. Nikikulipa room as long as mimi sijaenda na room yako. It does not matter whether nimeleta watu 50. Inakuhusu nini as long as hao watu 50 hawajaiba kitu, hawajaharibu kitu. Nikikulipa nyumba, saa hiyo ni yangu. I own it. Until pesa yangu ishi, I own it. It's not yours. At that moment yenye nimekulipa, now I own it. I have ownership of this house. I can bring whoever the fuck I want. Sio kusema ati tulichukua tukiwa watu 4. Alafu tena ati tulikuja watu 25. Bro, kama nilikuwa ni kwangu saa hiyo. Kama sasa niko na pate nifanye aje? Nilipe BNB alafu niende tufanyie pate hapo nje tuziingie kwa nyumba. Wacheni kueni machua bro. Wacheni kushinda mkitaka kucontrol watu. Kudictate vile watu watafanya. Watu sio watoto. Mtu amekulipa BNB ni mtu mzima. Wacha kushinda ukituambia alinilipa BNB then nikampata na wasichana 5. Kama ni 5 some or 6, that's not your fucking business, bro. You cannot dictate to adults. Watu wa BNB, grow the fuck up. As long as hujaribiwa anything. As long as hawajaiba anything. Wacha kushinda ukituambia hiyo mess utapata huko hata kama wataacha chakula kwa meza hapo. We mama fua akuja aokote. Mama wako ako clean akuja afanye kazi yake. Tuache kushinda mnatubo by the way. Mnatubo. Kama sasa kuna mwenye anachukua hebu nione kama nitaweka hiyo clip hapa. Ana complain na sioni mimi Kenya ana complainia. Walikuja wakiwa 25. How is that your business? Hiyo ni biashara yako aje bro? Walikuja na wakaenda, hawakubeba room yako. So the fact that they were 25, so what now? Ama unalipisha per head. Si I thought BNB ukilipisha 3k per night, amelipia. Ungelipisha basi per person. Useme mtu mmoja ni 3k, mkikuja watu wawili ni 6k. I'm just saying. Mwacha ushinda mkidialia. It's your job. Kama mpendi kazi yenu wachana na kazi ya BNB, enda kauze mbiliganya wewe. Enda ukauze cabbage. Nani? Mnatusumbua. If you don't love your job, na kila kazi inakuja na challenges zake. Every job has you should be able to tackle your challenges ama to go through them. Bila kushinda ukitusumbua, ukicomplain, unakomplainia nini? Me I hate people who complain. Na ndivyo nimewaambia watu wa BNB. Kama maybe you feel wamechafua nyumba than usual, unaona mpaka mama wako akufua
atakuja kulia maybe akucharge more. Fanyeni aje? Mara ya kushinda tukiargue, wekeni clean up fee. Kwa hata usiambie mtu ni clean up fee. Mimi nauzaka mzigo online. Mimi ni supplier electrical, solar and lighting products, tools and machinery. Lakini mimi sisitaki nikilipisha customer. Unaona sasa kuna zile nini za trolley kupelekewa stage. Sisitaki nikiambia customer muongeze 150 ya trolley, no. Nafanyaga hesabu kama unataka 20 items. Naweka 10 bob juu. So kama nauza kitu 600 na kuuzia na 610, hiyo 200 ni ya mtu wa trolley. So inakuwa kwa bei. So kama unalipisha BNB 3k, asa weka 500, lipishaga BNB zako ni 3500. You don't have to explain. Na watu watachukua 3500 ukijua vizuri, hata wachafue. Uko na 500 ya mtu wa kuosha. Simple. Mwache ujinga. Ama mfunge biashara nonsense. Angalia hii mess yote. Tujengia bedroom. Tunaonyesha jikoni. Here's the kitchen.